Ni kitu gani special kwenye msimu huu mpya ambao tunaenda kuanza wakitegemea kutoka kwako? Kuna baadhi ya project ambazo nilikuwepo nazoea nazifanya na wanangu, lakini mimi nimevunja ukuta, nitakuwa nazifanya public tu. Kwa hiyo wanangu wakina Sativa, wakina Prolific watanisamehe. Niwape watu darasa kwenye hizi timu ambazo zimepanda daraja. Hii wiki ya mwanzo ni nini ambacho watu wanatakiwa kukifanya kuhakikisha wanatengeneza fedha nyingi kupitia? Kuna timu ambazo zimewekewa odds nyingi ili zishinde wakati zina possibility ya kushinda kweli. Option gani wewe unaamini kimpa mtu inawezekana option rahisi zaidi ya mtu kuboom? Goli lisifungwe nje ya box. Unaangalia hiyo timu ina wachezaji ambao wabatui nje. Kwa mfano kama hiyo option ukibetia kwa Real Madrid ni tatizo. Ukibetia kwa nani? Si wana Valverde wale. Hujawahi kufeel kwamba hichi ninachokifanya ni miayusho, niachane nacho? Mimi kuna possibility nikacheza kamari mpaka uzeeni. Niaje, tuko vizuri kama kawaida wazee wangu. Tunakutana hapa wazee wangu kila siku na story nyingi kuhusiana na betting ndo zinapigwa humo. Wiki iliyopita tulikuwa na millionaire Elias Maziku. Unajua leo niko na nani? Tunasema mwamba amerejea kazini baada ya mapumziko mafupi hapa. Kwa hiyo kuna vitu vingi tutaenda kuviangalia, kuna vitu vingi tutazungumza. Na mimi napendaga kumuita defensive midfielder wa betting. Yaani huyu ndo anatupa uhakika wa ulinzi wa slip zetu wanangu. Unajua ni nani? Niko na my brother Ty Vina. Oi, inakuaje mwana? Vizuri. Kama kawaida. Nimefika leo kuripoti ofisini. Weekend ya kuelekea kazini. Weekend ya kuelekea ofisini kiwake. Mwanangu niko hapa. Ni hatari. Zaba siku kadhaa nje ya game. Unajua watu walikuwa wanakuona lakini haukuwa kazini official. Tunarudi kazini. Ni kitu gani kikubwa ambacho umekiandaa kwa ajili ya? Ukisema sikuwa kazini wasije watu wakaelewa vibaya, wakajua kwamba nilisimama kufanya betting. Hapana, yani ni kwamba ratiba ilikuwa kama inavyokuaga kipindi cha ligi, lakini mikeka ilikuwa inaendelea kutoka kama kawaida kila siku, ila speed ile ndio ilikuwa imepungua, na ndio maana unaona nikapata hata time ya vacation kidogo, lakini sasa hizi inakuwa ni ile una bet 24/7. Naamini kuna vitu vingi vizuri viko kwa ajili yao. For real. Mimi mwanangu najiupdate kila siku na uzuri mimi nikijiupdate na kuja kushare. Na kitu ambacho kabla hatujafika huko ambako nataka twende. Ni kitu gani special kwenye msimu huu mpya ambao tunaenda kuanza wakitegemea kutoka kwako? Kitu ambacho ni special kwa saizi, kuna baadhi ya project ambazo nilikuwepo nazoea nazifanya na wanangu, lakini mimi nimevunja ukuta, nitakuwa nazifanya public tu. Kwa hiyo wanangu wakina Sativa, wakina Prolific watanisamehe. Kwa hiyo wajiandae. Yani zile trick ambazo tulikuwa tunazitumia sisi, nimegundua kuna watu pia nje ya game wana uwezo wa kuvifanya, yani kabisa sio waoga kama sisi, wana stake mikeka nini fresh. Kwa hiyo ukikutana na washikaji kama wale, unaweza ukafanya kama ukawafundisha jinsi ya kufanya kama ambavyo unafanya wewe. Kwa mfano labda mimi na wanangu sometime tunaweza tukasema labda tunajipa challenge labda siku 7 za wiki tunahakikisha kuna odds labda 2 zimenyoka. Yaani zikichanika hizo 2 hatuendelei kwa hiyo siku. Kesho yani ni 2 tu mnyoko, alafu baada ile siku ya 7 mnakuja kuangalia mmechana day moja. Sasa zile trick zile tulikuwa tunazifanya sisi washikaji, kama unakuta labda mimi na Sativa, mimi na Prolific, mimi na Godidi. Sasa hizi nazifanya tu public na washikaji, na zamani tulikuwa tufanye hivyo kwa sababu tulikuwa tunakosa wale watu. Ujue odds 2-3 zinakuwa ni ndogo, inahitajika kidogo mtu ambaye anajilipua ili apate kitu. So sasa hizi naona washikaji nao sio waoga, wanajilipua tu. Kwa hiyo tuondoke nao, ndo hicho kitu special. Nahisi wangu mnasikia kitu special kwa ajili yenu, 2 kwa wiki. Hapo kuna ile kauli wanasema kwa 2 ondoke humo 2 mpaka 4, yani zile heavy, yani za uhakika. Balali komole. Ujue zile ndo zilinunuaga Benz ya Prolific zile. Kwa hiyo kama unaanza kusikia vitu kama hivi kwamba 2 ziliweza kuchukua mpaka Benzi, wewe unasubiri nini wanangu? Mtaalamu ndo huyu, mimi namuitaga defensive midfielder wa betting. Yaani ukitaka kuwa salama kwenye eneo lako la ulinzi, chuma kiko hapa. Vina
msimu mpya unaanza 26 27, ligi nyingi zinarudi weekend hii. Ligi kubwa na ligi pendwa ni Premier League. Inaanza Ijumaa. Kuna kauli moja nilisikia kutoka kwako kuhusiana na timu zilizopanda daraja. Watu wanaocheza nao. Ni nini kinatokea? Yaani niwape watu darasa kwenye hizi timu ambazo zimepanda daraja. Hii wiki ya mwanzo ni nini ambacho watu wanatakiwa kukifanya kuhakikisha wanatengeneza fedha nyingi kupitia ujue ligi zinapokuwa zimeanza, unajua timu karibia zote zinakuwa ziko kwenye default mode, ambapo kuna timu zingine wachezaji wanakuwa hawapo, wamesajiliwa wengine wapya. Kwa hiyo advantage ya saizi kwenye hizi tuseme match days za kwanza kama 3, yani day 1 mpaka day 3, advantage ya kwanza ni kwamba kuna timu ambazo zimewekewa odds nyingi ili zishinde, wakati zina possibility ya kushinda kweli, lakini kwa sababu Kanjibai bado hajajua, hazijawahi kucheza, hazina fomu yoyote, anaweka odds kwa kuguess. So pale unaweza kukuta saizi kuna timu zimewekewa pale possibility ya kushinda ni kubwa kabisa, na zimewekewa odds nyingi, kwa sababu zikicheza tu mechi ya kwanza, ya pili, ya tatu, pale timu zinaanzaga kugawanyika kwa fomu. So pale ni rahisi hata Kanji kuanza kujua kwamba hii timu noma, hii timu noma. Kwa mfano kama juzi, nani alitegemea Man City angepigwa 3-0 na Arsenal? Yaani asipate goli hata moja. Inawezekana watu walikuwa wanajua Arsenal wanaweza kushinda, lakini sio kwa idadi hiyo. Yaani na City sio kukosa goli kabisa, kwa sababu mimi nilikuwa na mkeka ambao umetembea toka kipindi cha World Cup, umekuja kuchanwa hiyo siku. Baladi kubwa. Ilikuwa hatari. Baladi kubwa. Tunarejea kwenye ligi na kuna options kibao. Kuna moja ya options ambayo tulipiga story na Maziku, ilikuwa ni kuhusiana na kutokuwa na penalty, kutokuwa na red card. Ni moja kati ya option ambayo imemtengenezea mpunga mkubwa kinoma noma. Inawezekana pia kwenye marejeo ya ligi, ni ligi gani ambayo unahisi hiyo option inaweza ikawa kitu? Hiyo option kwanza nadhani ni kwa England. Yaani England ndo kidogo inaweza ikawa inaleta matokeo kama hayo, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kama La Liga kule kuna umeme, Italy kuna umeme, Bundesliga mapenati maviatu kibao, Argentina huko ndo usiseme wapi, huko faulo zinafika mpaka 50. So nadhani England kidogo, England kadi hizi sio sana. Kitu kingine ambacho kipo kwenye hizo option gani wewe unaamini kimpa mtu inawezekana option rahisi zaidi ya mtu kuboom? Option ambayo ni rahisi. Ujue mimi sisemagi kama ni option rahisi, lakini nasemaga option zenye probability. Sasa probability za option ambazo mimi nakuaga nazo zinatokana na timu. Ndio ile nilitoaga mfano, kwa mfano labda goli lisifungwe nje ya box. Unaangalia hiyo timu ina wachezaji ambao wabatui nje. Kwa mfano kama hiyo option ukibetia kwa Real Madrid ni tatizo. Ukibetia kwa nani? Si wana Valverde wale. Watu wanapiga. Man U saizi bado wanaye Casemiro au aliaga. Yule alikuwepo anatia mio yule. Pia Man City kulikuwa kuna KDB. Wote hao hizo option sio salama, lakini pia kila team inakuwa na option ambayo ina probability. Tuseme labda tuongelee kwa ligi. Kwa mfano ligi ya La Liga. Ligi ya La Liga option ambayo ni rahisi sana ni faul. Weka dakika ya kwanza mpaka ya 5 kuwe na faul. Basi. England weka dakika ya kwanza mpaka dakika 15 kuwe na kona. Ujerumani weka second half kadi 2. Haijalishi ni nyekundu ni njano. Ila Italy si hapo una beti bookings, kwa hiyo ni kadi zote. Lakini Italy kuna ile option yetu ile ya VAR itumike, lakini refa asiende kuangalia kale ka screen. Marefa wa Italy wavivu sana. Kwamba anaweza akaitwa na wanapigaga simu wale, wanapigaga simu. So nikiziweka kwa ligi na kuwa rahisi, kwa sababu ligi hazisajili, ligi zikogi vile vile tu, yani asili ya uchezaji wa ligi ni vile vile, lakini timu option inaweza ikabadilika kulingana na timu. Ni kitu kizuri. Tunaanza Ijumaa kwa sababu naamini kwa ligi nyingi zinaanza
EPL inaanza Ijumaa, La Liga tayari imeanza, lakini Real Madrid itacheza, Barcelona itacheza, Atletico de Madrid. Kwa hiyo tukiwa tunaenda kwenye hii wiki, Le Championnat pia inarudi, Ligue 1 ligi ya Ufaransa, Bundes pia inarudi, ligi ya Ujerumani. Yes. Kuna timu gani ambazo mimi nikikaa nyumbani naweza kusema hii inaweza kuwa bingwa kwenye hizi ligi 5 kubwa duniani? Ipi naweza nikamselect mtu akawa bingwa wa ligi na nikatia mzigo wangu nikatulia? Kwa mfano kama Italy mimi naona Inter ana probability ya kurudia kuwa bingwa, kwa sababu ambao walikuwepo ni tishio pale Napoli, ambapo Napoli design fulani kama ilikufa since wakina Victor wamedisappear. So Inter naipa tena probability kubwa ya kubeba, lakini kwa La Liga nahisi hawa washikaji hawa ambao wanafanya usajili hapa na pale, yule jamaa Mafia yule, wanaweza wakabeba akina Mbappe. Lakini pia kwa Ujerumani bana, nao kulikuwepo kuna ushindani wa Bayer Leverkusen, lakini wale nao design fulani tokea, yani unajua changamoto ya hizi ligi zingine hizi, changamoto yake ni kwamba ikitokea timu imefanya vizuri, imeleta ushindani mzuri, wakishachukua tu ubingwa wanauza wachezaji, so competition inakufa, yani strong teams zinabaki zile zile. Tumeona kwa Napoli, tumeona kwa Bayern, tumeona hata kwa Leicester kipindi hicho pia. So design fulani unaona ni timu zile zile ambazo zinachukuaga kila siku ndio bado zinakuwa na hiyo probability, na hata ukiangalia kwenye makampuni ya beti zenyewe zimepewa odds ndogo, manake probability ya kufanya vile vile kila siku ni kubwa. Na speaking of that, hapo tunamzungumza PSG, Faransa na uhakika kurudia kuwa bingwa, na uhakika kurudi kwa bingwa. Kidogo Premier League. Premier League ile unpredictable kabisa. Ile hatuwezi. Kwa sababu ukiwaangalia Arsenal form walionayo, Manchester City wanajitafuta, kuna Liverpool pia wamefanya sajili zao, kuna Chelsea, kwa hiyo inawezekana mkeka ukageuka. Afu yani ukiangalia hata bingwa anavyokuwa anapatikana misimu yote, unaona sio ligi ya kusema eti bingwa anapatikana kirahisi. Wanapishana pointi 1-2, alafu unakuta ni mechi ya 37 au 38 kabisa anapatikana bingwa. So EPL tuachane nayo kabisa. Huko tuendelee kufanya vitu vingine, huko tucheze kama alivyosema Maziku, mapenalty, red card, tunaweza tukaochea. Sema hiyo hapo inatakiwa unacheza hata timu 5, 6, 7, kwa sababu zinakuwa na odds nyingi. Kwa hiyo ukifanya combination hapo unapata odds za kutosha. Mlima na wenyewe unakuwa unaongezeka. Sio mbaya. Maana hapo zinakuwa kama kwenye odds 25, 30, sio mbaya nyingi. Sio mbaya ukitia mchuzi huko. Hapo 30 mimi nikitia zangu hata 70, 80 kibosi. Uhakika kabisa unakaa unasubiri wamalizane uwanjani uchukue za kwako uondoke. Kibosi kabisa mwana. Hiyo ni kitu noma sana. Wanangu tuko na Helabet, hawa ndo wanaotupa nguvu sisi. Unakaa unatuona, unenjoy kusikiliza hiki ambacho wewe unakisikia, madini kuhusiana na mchongo mzima wa betting. Hapa tunazungumza namna ya kupata pesa. Unajua hii ni kazi. Wewe kama unahisi ni sehemu ya masiara, ila sisi hii ni kazi na watu wanaishi. Umetoka kupiga story na milionea tu siku chache, hii inakupa tafsiri. Umesikia watu wakina Prolific, watu wana sukuma benzi, sio bahati mbaya, kazi ni hii. Kwa hiyo Helabet ni mabingwa kabisa. Wewe ingia kwenye website yao pale, tandika jamvi lako, odds ndo kama hizo unazisikia. Kuna vitu vingi tutakuja kuvizungumza hapa ambavyo ukidondoka Helabet, wewe ukitia mzigo wako tu humo, mwisho siku unaokota cha kwako, na wewe utachagua unaendesha benzi, utachagua unaendesha hari, chochote unachokitaka Helabet wapo kwa ajili yako. Vina turudi kwenye slip. Nimeona kuna slip moja na karibu odds 940 hivi. 948. Umestake kiasi gani? Ile nimestake 83,000. Alafu tuna uhakika wa kuokota milioni 90. Kwa hiyo wanangu wakiwa wanahitaji hizo odds zipo.
Labda wadandie katikati kwa sababu mkeka ushatembea. Kama cash out mimi nasoma 2 milioni nao huko njiani tu wanadandia. Uzuri Betting Brain kuna namba hapo chini ipo, sijui ni editor atawekea hapo ile namba. Ukikliki nadhani itakuwa ni rahisi sana kupeleka kwenye chimbo au kwenye akaunti yangu ya Instagram pale juu. Pale akaunti yangu ya Instagram kuna linki pale kwenye bio. Wakikliki, mimi nashinda sana Betting Brain channel. Betting Brain channel wanangu kule mimi niko 24/7. Na kuaga na wanangu tu kule ndo nachezea kamari. So siko peke yangu, niko na washikaji kibao kule ndo tunachezaga kule. Yani kule ndo maishani kule. Mje kule wanangu, njoeni tupige story. Njoo kwenye account yangu hapo ya IG au kwenye account ya Betting Brain ya IG. Click link kwenye bio pale utanikuta huko. Kwa watu ambao wanahitaji kupata mkeka wa hii weekend ya ufunguzi wa ligi. By the way, wasisahau pia Insta story. Insta story pia mimi naweka slip. Kule ndo majamvi. Yani pale Insta story mara nyingi sana. Yani Insta story pale unaweza ukawa upo chimbo, ila kila ukipita Insta story pale ukosi. Kwa hiyo kumbe nafasi za kujiokotea basi ziko nyingi. Yani kuna ile wewe mimi sina WhatsApp nini, niko hapo Insta story. Alafu pia waepuke kitu kimoja. Wakina Taivina wako wengi. Yani kuna wakina Taivina fake wengi sana. Ila sasa utofauti wa mimi na wakina Taivina fake, wakina Taivina fake bana wanauzia watu mikeka. Nimekutana na hizo stories kwamba mtu ananiuliza mbona nyie mnatuambia mikeka ni bure? Mimi napiga story na Vina ananiambia lipia shilingi 15,000 niko hadi kwenye group. Anambia inawezekana sio group ambalo wewe unalizungumza. Hapana. Mimi sina group lolote. Mimi sina group la WhatsApp. Sina subscription yoyote ile ya kulipia ili upate mkeka wangu. Sina. Sisi huku ni mlimani tu afu tumekunywa pombe yani huko mimi nikuteleza. Wewe njoo tu kwenye account yangu ya Instagram, cheza pale Insta story, subiri mkeka kibosi tu. Mimi usinunue mkeka wangu. Yoyote atakaye kuepo anauza mkeka wangu mimi nitapeli wewe. Mripoti. Na sio mimi tu. Mimi na washikaji zangu wengi ambao niko nao, wakina Prolific wakina Sativa, Godidi, au wote hao. Yani ukikuta mtu anauza mkeka kati yao wanangu hao, huo utapeli. Kwa hiyo wanangu, uhakika wa kupata jambi la weekend hii uko hapo, umeshaambiwa. Dondoka tu Insta story hapa Taivina, utakutana na majamvi ya Komole. Kitaka matreni, nenda kwenye channel pale utakutana na majamvi kibao. Ni wewe tu unataka nini? Unataka jambo la leo au unataka kusikilizia treni lako? Ni wewe tu. Treni lingine ndio nimeambiwa wanangu tayari limeanza muda kidogo. Kesho inasoma 2 milioni, lakini chuma kikitoa kama kilivyo. By the way hapo itabidi kwa heshima ya Evans ni ubandike hapo hii story. Basi. Wanangu, kwa heshima yangu mmepata Azali hii kama profesa tu. Unapata mwanamke wa kitajiri. Chuma kitaka Insta story pale wanangu, kibingwa kabisa, tunaondoka nao. Mwisho siku tunakaa tuna enjoy. Haya ndo maisha yetu sisi. Sisi hatuigizi maisha. Hao wengine wanakuigizia maisha, wanakutengenezea mikeka ya uongo. Achana nao. Shughuli iko humu Betting Brain. Huo ndo ubongo wa kamari uliko. Baba. Kwa hiyo Vina, kitu kingine ambacho kuna mtu aliniuliza. Lakini nikamwambia majibu ya hicho unachoniuliza mimi sina. Kimpata mhusika atakupa majibu. Una muda gani kwenye betting? Kwenye betting sasa, betting mimi kujifunza au ile kuanza kuifanya full time? Toka umeanza kucheza? Toka nimeanza kucheza 2014 mpaka sasa ni miaka mingapi? 2014 hapa kama 12. 12. Mingi. Kwa hiyo mwanangu ana miaka 12 kwenye hii industry ya betting. Na ushawahi kujutia kuwa kwenye hii? Very proud. I'm very proud. Basi inawezekana ndo sababu mimi kwa nini napenda kuita defensive midfielder. Kwa sababu unajua ni ngumu mtu kuwa proud na hicho ambacho unakifanya. Na ndo sababu pia ambapo mimi niliulizwa, mbona jamaa anakuwa proud sana na betting? Kuna nini kiko nyuma? Ana enjoy anachokifanya
au ni sehemu tu ya maisha yake amechagua imekuwa kama for fun? Lakini ambacho mimi nilimwambia hii ni kazi, sio for fun. For fun inaweza kuwa kwako. Ujue sasa ndo muda ule, ndo maana niliuliza kwamba na miaka mingapi kwenye toka nianze au kuifanya kama full time, kwa sababu nimeanza 2014 lakini nilikuwa nacheza ile yani vyovyote vile, nipate nikose, nipoteze niingize, sawa tu. Lakini miaka kama 3 saizi, naenda 3.5 hivi, ile official sasa ndo inakuwa full time, yani unaamka asubuhi unajua kazi yangu ni kubeti. Sasa kilichofanya niwe proud zaidi, yani niwe ile proud sana na hii kazi, ni kwamba kipindi ambacho mimi nimestruggle sana ni kutafuta makazi nini, natafuta marakati ya jipi, alafu ndo nikaanza kuini hivyo vislipu vidogo vidogo hivyo, kwa nikawa naona kama imekuwa ni kama mkombozi fulani hivi. Ndio maana ukija maskani unakuta nyumba yangu imechafuka mapicha ya makampuni ya kubeti. Sasa umeingia kasino kombe ile ni toka zamani. Sasa toka na kaaga ghetto fulani hivi, yani ghetto la kawaida tu, ilikuwepo labda kitanda Sportbet, godoro Bet Power jiko ni Xbet, yani ilikuwa tough fulani. Sasa ile tabia nimejikuta na kuwa nayo mpaka ninavyokuwa mkubwa, napata nyumba kubwa pia, nakuwa natengeneza labda kampuni ile ilishowahi kunipa kitu fulani, alichongea tu kwa heshima, unaweka kumbukumbu. Kumbukumbu. Na wanasemaga ni kitu kizuri sana. Moja kati ya kumbukumbu ambayo wewe unayo sasa kwenye betting, iwe ni nzuri, ni kula au kuliwa, ipi kwako mpaka leo kikaa hivi unakuwa unasema yes, hiki sitakaa ni sawa kwenye betting? Kwenye okay. Hii sema hii naiongeleaga mara nyingi. Kipindi nimenunua hiyo gari yangu ya kwanza, ile gari ile mimi nimeinunua sikubaki hata na hela kabisa mfukoni, nilikuwa nimebaki sijui na 20 sijui shingapi, yani sikuwa na kitu chochote. Ndio imeenda kuchukuliwa huko kwenye, imeenda kuchukuliwa showroom, haina mafuta, alafu imedrop asubuhi yake, ndo nashinda 300 za basket. Kwa hiyo yani hela ya gari yote tena ikarudi, yani kutoka kuagiza gari una hata 100, alafu asubuhi umepokea gari, yani unalishangaa hivi gari una maisha, alafu tena unapata same hela. Ila sasa changamoto ni kwamba hela ya gari nilikusanya miezi na miezi, sijui 8 sijui 9, alafu baada ya kununua tu ikaja kwa pamoja, wakati nimeteseka kinoma. Yani nilikuwa nasema kwa nini haikuwaigi mapema nikachelewa? No way. Kwenye betting kuna vitu vingi. Hujawahi kufeel kwamba hichi ninachokifanya ni miayusho, niachane nacho? Hujawahi kufeel kwamba hii ni miayusho? Hapana. Yani mimi siwezi kiukweli. Mimi betting kama ikitokea nimeacha ni financial. Yani ndakuwa niko very financially stable. Kama una uhakika sasa. Yani hapo sasa nishakuwa tycoon haswa. Kwa sababu mimi nikishakuwa tycoon siwezi tena kuendelea kucheza betting, nitakuwa nasumbuana na makampuni. Imagine labda na kama B8 benki, niendelee kucheza tena eti mkeka mmoja na stake milioni 200 300 kwenye kampuni hizi za kwetu hizi, inakuwepo ni uongo. No. Betting ina vitu vingi. Nje na football na basketball, ushawahi kucheza aina nyingine yoyote kama nyingi? ICO, casino? Hizo za hapana. Mimi casino sio zile za kwenda sasa kwenye yale makasino yenyewe. Hizo za kwenye phone nyingi. Hata nadhani ofisini pia bado nachezaga. Ila kipindi kama hiki ambacho ligi zinakuwa zimesimama, yani break zile za ligi, huwa nacheza sana makasino. Kwa kule ndo maana tunakata sana matunda, tunachezana sipindo chagua rangi nao. Sasa ile pale mimi imeshageuka kwa saizi, imekuwa ni starehe. Basi inawezekana watu ambao wako kwenye industry kwa muda mrefu, kasino ni sehemu ya starehe. Sababu nimekutana na watu wengi anambia mimi na spini ni starehe tu. Nilikuwa sijaelewa ni kwa nini ananiambia, nimekuja kusikia tena kwa hapo. Kwa hiyo inawezekana kasino huwezi ukaicheza kasino kama una maisha, kwa sababu sheria ya kasino, yani unapoanza kucheza tu kasino lina 90% ya kukupuna.
Kwa hiyo wewe unavyoenda pale jua kabisa una 10% ya kushinda, ila zingine zote probability kubwa ni kuiacha pale. Wanangu ni darasa hili. Yani casino not safe. Wanangu hili ni darasa. Casino sio salama. 90% wewe kuumisha. Ipo. Yani wanangu tucheze kamari ambayo iko wazi, yani kila mtu anaweza akaona. Kwa mfano kama football. Yani kila mtu anaona kwamba timu hii hapa inaweza ikashinda, na kama imefungwa kila mtu anaona imefungwa. Sasa unacheza likasino, labda let's say yale makasino ya Aviator. Unaona ndege imekula wese, ilikuwa ina wese fresh tu, imekatia kwenye odds 1.8 1.7, so kitu ambacho hakina uhalisia. Kwa hiyo ushauri wako ni wana wabaki humu kwenye tunachokiona. Yale makasino wanangu ukiwa unacheza wakati una hela tayari, yani ni mchezo fulani amazing wakishua sana. Kauli tunasemaga hapa mtaani sisi, pambana sana kwenye uzee wako ucheze golf. Sasa ndo makasino. Kwa mfano kama mimi sikubali tena eti niwe mzee, niwe bado niko kwenye hivi vitimu sijui GG sijui nini na miaka 70. Hell no. Weka zako kwa spin. No, yani kipindi hicho itakuwa mimi ni kuspini dolari tu. Kwa sababu mimi kuna possibility nikacheza kamari mpaka uzeeni, so itakuwa nabadilisha tu aina ya kamari. Na uzuri ni vitu ambavyo hautumii nguvu. Sema utakibia, sijui utaruka. Moja ya kitu ambacho kinanifanya niwe proud sana na bet. Utumii nguvu. Wewe unaitumia tu akili yako kwa muda fulani, lakini matokeo ni makubwa. Na uzuri wake pia unaweza usifanye movement yoyote. Kama umetulia zako tu mabetoni kama hivi, una simu yako, umechili tu. Unajitengenezea majambo yako, unamaliza unatulia. Kwa hiyo kamari ni moja kati ya kazi ambayo ukiwa unaifanya wewe unaenjoy. Sana. Unaweza ukaifananisha na kitu gani kingine? Yani ile enjoyment unaipata kwenye betting, unaweza kufanisha na kitu gani kingine nje ya betting? Rubani anavyokuwa angani ile, au sijui nahodha wa meli anavyokuwa anaoperate, anakata mawimbi nini like yani kitu chote hiki mimi ndo naoperate hapa anashusha, hapa anapandisha. Ni kama mimi ninavyoenjoy sasa ile na pick odds pale, naona hapa huyu dakika mpaka 70 atakuwa kapata goli na click. Yani yale mahesabu ninavyoyapangilia alafu ile ninavyokuwa nasubiri games sasa zitoboe, yani labda ile unaangalia timu ulioipa ishinde inapeleka moto, alafu mkeka huko unaangalia mwindi kachanganyikiwa anapandisha cash out. Ile feeling ile ni noma sana. Hiyo feeling ambayo umeizungumza kwenye game skills zinaendelea. Haijawahi kukukuta kwenye nyakati ambazo mkeka umechanika? Mara nyingi sana, sio mara moja. Na almost kwanza ni kila wiki, kwa sababu yani mkeka kuchanika ni lazima. Yani hii hapa yani naomba niiweke kabisa, sijui hata watu wa Betiology wataikata waiweke sahihi. Wanangu, mkeka kuchanika ni lazima kwenye kamari, sio ombi. Yani mkeka ni utachanika tu. Ili ushinde lazima urosti. Kwa hiyo kama unaogopa rosti, kamari sio sehemu sahihi. So hiyo hapo moment imenikuta mara nyingi sana. Yani ile ushaiona unaweka mkeka hivi, unaandaa, unaona mkeka umenyoka. Let's say labda timu kubwa imepewa odds 1.3, imekutana na katimu fulani hivi kadogo, unajua hapa goli 3 uhakika. Alafu unakuta mpaka dakika ya 80 katimu kamedinda bila, alafu na umekaa na huna cha kufanya. Alafu timu ile inakuja inashinda dakika ya 92 goli moja tu. Na uliweka kamba 3 ili upate odds nyingi, kwa sababu direct win ilikuwa na odds ndogo 1.3. Sasa ndo ile before games umekuta timu yani game ina odds 1.3. Alafu live unakuja kuangalia na odds 12, na chekaga sana. Nasema kwa nini usisubiri hizi 12 ukawai 1.3? Kidogo ni kitu noma. Kitu kingine ambacho kiko kwenye betting kwa upande wangu inaweza ikawa ni experience mbaya. Ni hiyo hali ya kutokufeel kutaka kulala. Yani najua kuna mechi zinachezwa labda Brazil, mechi inachezwa saa 10.
na usingizi na mechi iliyobaki ndo hiyo ya unakuta Sao Paulo wanacheza. Usingizi au sijui ni kwa nini hii situation. Alafu sasa sio auji, hata ukija unaweza ukaota kama ule mkeka umechanika umewini. Wakajikuta na mimi hiyo imenikuta sana kwenye basketball. Basketball zinachezwa saa 12, saa 10 sometime nini. Kwa unacheki pale unakuja kurealize umesinzia, alafu wakati umesinzia ni kama picha bado iko kichwani, unaona vikapu vinaingia. Yani ile kushtuka hivi unakuta vikapu bado ndo kwanza kota ya pili. Unaanza basi hiyo situation anikutaga mwenyewe. Hapana, hiyo ni wakamalia wote. Au ile umeamka asubuhi baada ya kusinzia unaanza kuogopa kwenda kwenye app ya kubeti, unazurura tu live score. Unataka kuangalia kwanza matokeo alafu unakuta sasa kwenye live score muhindi hajakuonea aibu kakuchania huko yani. Kwa unaingia kwenye hapo kuhakikisha roast. Hii kazi ngumu sana. Lakini ndo kazi ambayo tumechagua na ndo kazi ambayo tunaenjoy kufanya. Imechukua sehemu kubwa ya maisha yetu. Kwa kabisa. Jambo lingine vina unajua kwenye betting kuna ile situation ya ushauri wa watu kuhusiana na timu unazotaka kuziweka. Unamshauri nini mtu? Kwa sababu leo nilikuwa na wanangu. Mwanangu Chaz pamoja na Sambu. Bana yeye nina odds hizi hapa, lakini mtu anambia huo mkeka wako si utaki. Mtu hataki ushauri kwenye mkeka wa mtu mwingine. Tunawaambiaje wanaopenda kushauri watu kwenye mikeka yao? Actually ujue mpaka mtu anaamua kusema eti nimebeti timu hii na timu hii na timu hii, anakuepo anajua kwa nini yeye kabeti ile timu. So usimwambie tu badilisha, mwambie badilisha kwa sababu 1, 2, 3. Kama ina make sense, hata mimi huwa nabadilisha. Ila usiniambie tu from nowhere mtoe Madrid afu uniambie kwamba sababu ya kumtoa Madrid ni nini. Uniambie mtoe Madrid leo mchezaji fulani yuko injury, mchezaji fulani yuko injury, mchezaji fulani na game ijayo ndo game ya muhimu, hii sio game ya muhimu, hivyo hata kaza na mtoa. Ila unakuja tu kuniambia mtoe Madrid. No. Tusishauriane kwa hisia. Yani tusilete hisia kwenye pesa. Wanangu, tusishauriane kwa hisia. Hizi ni hela. Hatujaweka majani mwe. Kwa hiyo kama unataka kushauri utupe na sababu ya kwa nini nimtoe, kwa nini nimweke fulani. For real. Naamini wanangu tunaelewana. Bado tujamalizana na wanetu Helabet. Hawa ndio mabingwa kabisa hapa town. Ukitaka ibunda njoo huku. Ukitaka kufanya chochote unachotaka kupitia betting ni Helabet. Wewe ukitaka kucheza ice hockey, ukitaka kucheza basketball, ukitaka kucheza mpira na vitu vyote, casinos, njoo humu. Kila kitu tukipata hapa na hakuna biashara za ubabaishaji. Unajua kuna kampuni zingine ukipigia mchuzi tu unapigwa pini. Mimi wananijua vizuri ya muziki yangu wanaielewa. Kumbe tayari ushasema na mara nyingi hata gari ya Maza ile si niliwachekechaga. Basi kumbe ni watu mabingwa. Hawa si watu wa nilishona roll over hiyo day 5 mfululizo. Unajua watu wengine hapo wakishona hii biashara wananielewa. Hii ndo kampuni ambayo mimi hata leo yani itokea washikaji zangu wameshinda, alafu kampuni inashindwa kuwapa hela na wajua mpaka walipo. Basi wanangu, kama defensive midfielder wa betting anajua mpaka chimbo, najua mpaka walipo wanangu, kwa kuwadaka very easy. Wanangu, sisi tuendelee kucheza na Helabet. Uhakika wa kupata kibunda chako ni 100%. Ikishindikana tutakutana na mwanetu, watatupeleka mpaka chimbo walipo wanangu. Yani mimi nawajua vizuri sana. Hapo katikati akaunti yangu iletaga shida, mishindo ilikuwa mingi, vitu vilikuwa vya kuzidi. Kipindi kile wakati mwisho wa ligi ndo inaelekea. Na mwisho wa ligi kuna mabalaa huko. Tulipiga sana, so baadaye waka restrict akaunti yangu. Ni hatari. Vina kitu kingine ambacho nataka kukijua, kuna vitu uliwahi kuchelewa kuvifanya au vilichelewa kutokea kwenye maisha yako kwa sababu ya betting, na unajutia kwa nini ulichagua betting na sio vitu vingine? Hapana, ndo kwanza nafurahi na nashukuru kwamba kuna vitu sasa vinatokea kwa sababu ya kipindi nilitafuta sana kazi. Yani nilikuwa na maisha magumu, nilitafuta sana kazi nilikosa. Yani hamna kipindi ambacho nashukuru kama kile.
kwa sababu nafahamu ningekuwepo nimeajiriwa ingekuwa issue kujituma kwenye betting kama ambavyo nilikuwa nazifanya. Kwa sababu mimi sasa hizi yani nilishasema sina plan A wala plan B. Yani sina option kwenye switch yangu. Unasimama upande gani? Tunasema ni faida au hasara kwenye betting? Kwenye betting ipige hesabu ya ulichopoteza na ulichopata. Mimi mbona everybody knows mwana. Mimi toka naanza kustake jelo mimi na beti hadharani. Yani mimi keka yangu yote inaonekana hadharani toka naanza na stake jelo, naanza na stake 10,000, naweka 20,000, 50,000, laki, 200,000 mpaka imefika saizi mimi naweza kustake milioni. Watu wote wameshuhudia transformation. So sio kitu cha fluku, break by break. Tunasema tuko upande wa faida kabisa, kwa sababu ningekuwa nisha disappear. Isiwe kama watu wengine, unajua watu hawaboom lakini wanataka kuaminisha watu wanaboom. Hiyo many times, na huo ndo utofauti na hao na mimi hapa. Mimi waga nasema kabisa yani wandani wa nje. Kwa hiyo kama uhusiki na sisi usihusike kabisa, na kama ulishaanza ndo mazima, kwa sababu wewe unaujua ukweli. Yani unajua kwamba nikilost najua nimelost, nikiwini najua nimewini. So tunaamini kwamba ukilost hautatusumbua. Like uanze kuniambia kwamba, au nakupa mfano mdogo. Unakumbuka zile odds 53 zetu zile ambazo cash out ilikuja milioni 20 na tukakataa kuchukua. Tukimsubiri Portugal apate goli moja tu. Na Portugal kupata goli. Sasa kama pale unaweza ukatulaumu sisi nini? Everybody ameona kwamba watu wameshindwa kupata. Sio makosa yetu. Sio makosa yenu nyie, ndio inatakiwa hiyo hivyo. So unaweza kukutana na mtu ambaye labda ndo kaanza kamari akaona kwamba jamaa hawezi, mbona ile timu imefakisha. Mexico sijui anacheza na Portugal afu Portugal goli moja tu, wewe una possibility gani ya kusema eti hawezi kupata goli Portugal? Unataka ufe kwa pressure. Yani ndimo boy yani eti uweke under 0.5 eti kwa Portugal anacheza na Mexico. Wewe dakika 60 huko ICU pale. Ni ngumu. Kiasi gani kikubwa cha hela umewahi kupoteza betting? Hiyo sasa ile ya pamoja au ya pamoja, yani umestake mzigo na ukapotea. Si ndio ile M6 ile ambayo tulichanga na wana. Waliniamini afu ikaenda. Imani ikatumbukia nyongo sasa. Mshindo mkubwa ambao umewahi kupiga kwenye betting kwa pamoja. Sasa hapo ndo watu wanisikilize kwa makini sana. Unajua watu wanajuaga mimi labda nishai kushinda milioni 100, milioni 200, sijui milioni 50. Fun fact, mimi sijawahi kushinda zaidi ya milioni 20 na hivi 24 sijawahi. Yani nyingi inakuwa ni ile mishindo midogo. Yani unaweza ukapiga labda mkeka uwe M7, uwe M8, uwe M10, au labda treni limekubali kama kipindi hicho imekubali hizo odds 300 ilikuja sijui 18, sijui 17. Tukaishi. So sijawahi kuwini mimi hela nyingi kabisa. Wale wa ila mimi 60 70. Hapana, sijawahi. Ila mimi ni mishindo yangu midogo yenye consistency. Ni mingi. Yani wewe shinda milioni 200 kwa pamoja, afu mimi nitakufundisha jinsi ninavyoshinda milioni 2 kila siku hizi. Ni hatari kweli. Nini ambacho unaweza kumshauri mtu ambaye anataka kuingia kwenye ajira ya kamari? Mimi naita ajira. Unamshauri nini mtu? Kitu gani ambacho anatakiwa kukizingatia ikiwa anataka kuingia huko ndani? Sasa hizi kila kitu kipo. Yani teknolojia imekuwa kubwa, kila kitu kipo. Yani mitandao inakuonyesha kila kitu. Sasa hizi hadi AI lina beti. Afu by the way sijajua kama alikuwepo mtu mwingine au hakuwepo, lakini mimi mmoja kati ya raia wa mwanzoni kabisa kuanza kuijaribisha AI kubetia. Kwamba ikutengenezea kipindi hicho, tena ni AI ya Elon Musk ile Grok. Grok ya X kule nimewaitumia na ikanipa prediction. Nikashinda siku 2-3, nikaja nikawasanua wana kwamba inafanya kazi, na kwa bahati nzuri pia wakaziboresha zikawa zina subscription, yani ukizilipia
kwenda premium zinaongezeka, zinaongezeka, ile thinking capacity inakuwa kubwa. So AI pia inaweza ikakuchambulia baadhi ya vitu ukavijua, lakini pia tuko washikaji kama sisi hivi, mimi mara nyingi waga naongea free kabisa. Mimi naweza nikaja nikasema leo jamani, timu hii haijakaa fresh, kweni makini. Huyu labda Sativa pia naye anafanya content creation za football. Yule pale kama game inaendelea anatoa update kila baada ya muda kwamba jamani, off time saizi ukiangalia game kuna changamoto hii na hii na hii. Ile ni advantage. Unaangalia let's say labda kwenye Man City na Chelsea amesema jamani Sativa bwana akasema kwamba jamani ni off time saizi, labda Mbeumo anaenda kutoka anaingia fulani, uchezaji utabadilika, mpira utachezwa sana katikati, na pale katikati labda yuko mchezaji fulani ambaye anacheza faulo sana, unajua tu labda kutakuwa na faulo kipindi cha pili, na kama kutakuwa na faulo manake kutakuwa pia na kadi. So unaweza ukabeti labda dakika ya 45 mpaka ya 60 zitokee faulo 2-3. So mtu ambaye namshauri, kitu ambacho namshauri mtu ambaye anaingia kwenye kamari ni afanye research. Kwa sababu kuna washikaji wengine hata hawajui kamari vizuri, lakini wanaakti kama wanaijua. So wale huaga sometime nao wanaharibia watu, alafu kingine wanawaaminisha watu kwamba kwenye betting yani ni kuwini tu. Hapana, mbona machizi siwa tuna lost mara kibao, na tukilost tunasema. So wawe makini wasifike na kwa wale watu ambao lost, wakati lost ni lazima kwenye mkeka. Wanangu, ndo kama hivi leo tulikuwa na defensive midfielder wa betting Taive, na mtu bingwa kabisa. Umesikia kile ambacho amekizungumza kuhusiana na wanetu wanaotaka kuingia kwenye betting, kuhusiana na option ambazo wanaweza kucheza kwenye league tofauti na timu na vitu vingine kama hivyo. Mpaka wakati mwingine tena mwanangu, na mtu bingwa kabisa ambaye anatupa sisi nguvu ni Helabet. Huyo ndo mtu bingwa kabisa hapa Betting Brain, anatupa kila sababu ya kuenjoy na kukupa wewe vitu vizuri. Mpaka wakati mwingine tena, ni nani tutakuwa naye, ni lini, stay tuned, nasubiri kuona mabalaa. Huu ndo ubongo wa betting mwanangu, Betting Brain, kwa sababu ya mitaa inabidi iishi kwa ajili ya wakamaria wote. Bye.